Karibuni sana. Umeshawahi kuisoma au kuisikia sentensi ya Kiswahili na ukajiuliza, hivi kwa nini maneno yanabadilika namna hii? Basi, usijali. Leo tutavunja huo mstari. Ya kwanza, fumbo la sentensi ya Kiswahili. Sasa sikia, kuna kitu kimoja ambacho kinawachanganya sana wanaoanza kujifunza lugha hii. Unakuta sentensi mbili zinafanana karibu kila neno, lakini herufi moja tu, herufi moja ndogo inabadilisha kila kitu. Na herufi hiyo ndio inashikilia siri ya jinsi Kiswahili kinavyofanya kazi. Hebu tazama hizi sentensi mbili. Ya kwanza, mbuzi alianguka. Sawa? Na ya pili, mti ulianguka. Yaani ni karibu sentensi ile ile, mbuzi ameanguka na mti umeanguka. Lakini umeona tofauti kwenye kitenzi? Moja inatumia a na nyingine inatumia u. Sasa swali ni kwa nini? Hilo ndilo fumbo letu la leo. Okay, sasa umeliona fumbo lenyewe. Ni wakati wa kufichua siri. Ufunguo unaofungua mantiki nzima ya sarufi ya Kiswahili upo hapa. Na jibu la fumbo letu linaitwa ngeli. Najua neno lenyewe linaweza kutisha kidogo, lakini usijali. Fikiria ngeli kama, tuseme, familia za maneno. Ni rahisi hivyo. Kila jina la kitu, iwe ni mtu, meza au mti, kila nomino ni sehemu ya familia fulani, na kila familia ina sheria zake. Na hapa sasa ndipo utamu ulipo. Katika Kiswahili, nomino ndiyo bosi, yaani yenyewe ndiyo inatoa amri. Maneno mengine yote kwenye sentensi, vitenzi, vivumishi, lazima yafuate tu, lazima yatii. Kitaalam tunaita huu upatanisho wa kisarufi, lakini wewe fikiria tu kuwa nomino ndiye kiongozi. Hebu tufanye iwe rahisi zaidi. Fikiria timu ya mpira, sawa? Nomino ni kama nahodha wa timu. Akisema, leo tunavaa jezi nyekundu, basi timu mzima, yani kitenzi na kivumishi, lazima wavae jezi nyekundu. Hakuna mjadala. Na huo ndio mpangilio mzuri na wa kimantiki wa Kiswahili. Sawa, sasa umeshapata wazo la jumla. Hebu tuzame ndani kidogo. Tukutane na hizi familia za maneno. Tuanze na familia 3 muhimu sana ambazo utazitumia kila siku. Tunaanza na familia ya kwanza, a, wa. Hii ni rahisi sana kukumbuka. Fikiria tu hivi. Ni ngeli ya viumbe vyote vyenye uhai. Watu, wanyama, wadudu, chochote chenye uhai. Kanuni yake? Kwa umoja, nomino mara nyingi itaanza na m, na kitenzi kitachukua a. Na kwa wingi, vyote vinachukua wa. Rahisi. Tazama mfano huu uone inavyofanya kazi. Umoja, mama mrefu anapika. Unaona? M ya mama na M ya mrefu zinaendana na zinasababisha kitenzi kitumie a. Sasa tuwafanye wawe wengi. Kila kitu kinabadilika na kuwa wa. Wamama warefu wanapika. Unaona jinsi kila neno linavyokubaliana? Ni kama wimbo. Familia inayofuata ni ya kivii. Hii ni ya vitu visivyo na uhai. Viti, vitabu, visu, vitu kama hivyo. Na kanuni yake ndiyo rahisi kuliko zote. Umoja ni ki, wingi ni vi. Basi, hebu tuone. Umoja. Kiti kichafu kimeanguka. Yaani, ki inajirudia kila mahali, nomino, kivumishi na kitenzi. Sasa, tufanye viti viwe vingi. Inakuwaje? Viti vichafu vimeanguka. Ile ki inageuka kuwa vi kila sehemu. Rahisi sana, si ndio? Na sasa, turudi kwenye lile fumbo letu la mwanzo. Familia ya 3 ni ui. Wengine wanaiita ngeli ya m, mi. Nomino zake zinaanza na m kwa umoja na mi kwa wingi. Lakini siri iko kwenye kitenzi. Kwa umoja, kitenzi kinachukua u na kwa wingi kinachukua i. Mfano mzuri ni huu. Mkono unauma. Mkono ni umoja,
Kwa hiyo kitenzi kinapata u. Tukifanya iwe wingi inakuwa mikono inauma. Umeona? U imegeuka kuwa i. Sasa unakumbuka ile sentensi ya kwanza kabisa? Mti ulianguka. Kumbe, neno mti liko kwenye familia hii. Ndiyo maana kitenzi kinatumia u. Fumbo limetatuliwa. Safi sana. Sasa una funguo 3 muhimu mkononi mwako. Umeelewa siri ya ngeli. Ni wakati wa wewe sasa kuanza kujenga, kuanza kutunga sentensi zako mwenyewe. Ni hatua 3 tu rahisi. 1. Chagua nomino yako. Huyo ndiye boss, kumbuka. Tuchague kwa mfano kitabu. 2. Tambua familia yake. Kitabu inaanza na ki, kwa hiyo iko kwenye familia ya ki vi, bila shaka. Na 3. Fanya maneno mengine ya ti. Kitenzi na kivumishi lazima navyo vianze na ki. Kwa hiyo tunapata kitabu kizuri kimepotea. Rahisi. Sawa, muda wa mazoezi. Nataka ujaribu wewe sasa. Swali la kwanza, na hili ni jepesi. Neno watu liko kwenye familia gani? Fikiria haraka. Bila shaka. Kwa nini? Kwa sababu watu ni viumbe hai na ni wingi wa neno mtu. Umepata? Sawa. La pili sasa. Vipi kuhusu neno mikono? Iko familia gani? Kumbuka tulizungumzia viungo vya mwili. Sahihi kabisa, kwa sababu inafuata ule mpangilio wa mkono mmoja na mikono mingi. Huo muundo ndio unakupa jibu. Vizuri sana. Sasa hebu tuongeze ugumu kidogo. Tumeona nomino na timu yake. Sasa tuangalie muundo kamili wa sentensi, tukiweka kiwakilishi, kitenzi, nomino na kivumishi pamoja. Hebu tuchambue sentensi hii. Sisi tulikula kuku tamu. Sisi ni kiwakilishi. Tuli pale kwenye kitenzi inaonyesha ni sisi tuliofanya kitendo. Kuku ni nomino yetu, na kwa sababu ni mnyama, yuko kwenye familia ya awa. Na tamu ni kivumishi kinachoelezea huyo kuku. Unaona, kila kitu kina nafasi yake na kuachia changamoto. Sasa, kwa kuwa umeelewa huu mfumo mzuri wa ngeli, sentensi yako ya kwanza kabisa ya Kiswahili itakuwa ipi? Jaribu kuitunga. Hebu anza sasa hivi. Safari yako ya kuwa bingwa wa Kiswahili imeanza rasmi.